We are going to look for in 2 books or 3 books if God allows. The book of Mariko wa Kikuyu na Wajaruo na Wakikuyu na wengine wanaisemaga na ifuku ya Mariko 11 mstari, tuanze hapo mstari wa 20. Mark 11 verses 20. As they passed by in the morning, they saw a fig tree withered away to its roots. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. And Jesus answered them, have faith in God. Truly, I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and shown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And wherever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive you your trespasses. Bwana Yesu asifiwe sana. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mti umenyauka toka shinani. Underline kutoka shinani, from the roots. Ulinyauka from the root. And today I want to talk about the power of prayer. The power of prayer. Because that is where most of us have failed. Because people think intercessory is prayer. That ukiwa na intercessor ama intercessory, that's the end of the game. Everybody is an intercessor. Because you are in the gap. An intercessor is in the gap of something. Praying for everybody. If you are a prayerful person, if you ever pray, you are an intercessor. There is no class naweza kusema ati hawa ndio intercessor wa kanisa, hawa ndio intercessor wangu. Yes, it is good to have them, but the bottom line, we must be in that spirit of the prayer line, that always you are prayerful. Every time you move, you are prayerful. And that is why makanisa mengi kama sasa Catholic defeats a lot of people. Sometimes Catholics are superior in prayers than any other church. Never be lied. Hii mnakuja hapa kupiga shiko, mnakuja hapa kusema asubuhi la baba sheke robobobo. Did you do it yesterday in the morning? Were you in this church yesterday in the morning? Were you here in the morning on Friday? Lakini Saturday tuna baba unakuta Agnes pale baba unakuta roda kule rekete papa on Sunday only. Sasa tutarudi tena Sunday ndio tutasema that is not prayers. Hiyo ni inaitangwa sarakasi. Bwana Yesu, but I'm not asking you to stop. But I want you to be, today we understand what is prayers. How do you do the prayers? Why are the Catholics superior in prayers than many of us? Why are Muslims superior in prayers than many of us? Why are the Hindus superior in prayers than many of us? Bwana Yesu asifiwe sana. Because you may be claiming a greater God, a powerful God, a God that is superior than anyone else, but fail to have that God connected to you. Prayer is a session that connects God to you continuously. Prayer, a successful prayer, it is a continuous prayer. Not a one-time prayer. Then you come tomorrow for another prayer. Then you come the other day for another prayer. No, it is a continuous prayer that causes the heavens to shake. It is not a one day at hey tulioba masaa 6 hours non-stop. And yes, you did. It was 6 hours of hot prayers. But after that, chuma ilikauka. The prayer that shakes the heaven, the prayer that sustains the fire, it is a continuous prayer. You rather have a 5-minute prayer than have 6 hours prayer that is only once.
But have a 6 or 2 minutes prayer every 1 hour. Kila 1 hour you are in prayer. Only 2 minutes is enough. 2 minutes. Oh Father, I thank you. Because even you see how God taught, alitufundisha namna gani muwe mkiomba hivi. Baba yetu uliye mbinguni. If it goes beyond 1 minute, it's 1 minute 15 seconds. And that is a prayer from Jesus. Not a prayer from man. A prayer from who? Jesus, the Son of God. So it is not about how big you know how to pray. It is not about the length of prayer. It is about the sustainability. How do you sustain the prayer? A meto ndio chuma ile igogwe. Ni venye imechomwa, imekaa kwa moto, ukiigoga inakuwa venye unataka. It will become the shape that you want. But if ukiweka kwa moto alafu uiweke chini pale itakauka, it will not help you. Bwana Yesu asifiwe sana. So the prayer that wins, it is not the prayer that uliomba masaa 6, masaa 8, hapana, ama tulifuga siku 3 non stop. Alafu mtafuga nini? Tuko September, tutafuga tena mwezi wa 7 next year. That is not prayer. You are failed. And that is why we are defeated. Why are Catholic superior? Utamkuta ako na rosary kwa mkono yake. Hii rosary unaona tu akifanya nini? That is a prayer. They are constantly in a prayer. Katika hiyo rosary unaona akifanya hivi. It keeps them constantly, and that is what the devil fears. Devil does not fear a powerful prayer of 1 time a day. The devil fears a continuous fire that you are carrying alongside you, because you must maintain a continuous fire, because the devil knows how to sneak in, to sneak out, knows how to come and monitor whether you are asleep or you are not asleep, because they say the devil comes when you are nini? When you are sleeping. Because they know when you are sleeping, that is the time they will come and attack you. The devil does not, the devil will always want you not to be in a constant prayer. But every time you are in constant prayer, the devil will not find room, will not come anywhere near you. He will not come anywhere somewhere, because the fire around you causes them to be repulsed. And if you have a continuous repulsing of the fire that causes the devil to be away from you, it means they will not have contact. They will not be able to know what you are doing. They will not be able to know your plan. They will not be able to know anything around you. And you will be able to succeed where many people have not succeeded, because the fire around you causes you to be resistant to the forces of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you pray once in the morning, na unasema niliomba, nimeomba saa 9, niliomba, nikaomba saa 9 mpaka saa gapi? Kutoka saa 8 kutoka saa 9 mpaka saa 10, I pray non stop. Nikasikia roho wa Bwana ameshuka. Yes, saa hiyo ulikuwa hot. Chuma chako kilikuwa moto. Wakati huo ulikuwa naomba, lakini baada ya wewe kutoka hapo kwenye maombi, chuma kilikuwa baridi. Kwa hivyo kugongwa utagongeka rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you continuously, ukiomba saa 9, saa 10 pia omba. Hata kama ni dakika moja, saa 11 omba, saa 12 omba, saa 1 omba, saa 3 omba. At the top of the hour, just say 3 words. At the top of the hour, 3 words are enough. 4 words are enough, because you are continuously connected. You continuously raise the fire. Unakuta hiyo moto yako imewekwa kuni, kila wakati iko na kuni, kila wakati iko na kuni. Kwa hivyo moto ule hautazimika. Ndio nanaga Wakikuyu wanasemaka, kwani ni muraidi ya mwaki. Hello. Najua salamu za Wakikuyu zote had a meaning. Had a direct meaning and an indirect meaning. Ni muraidi ya mwaki. Are you still connected to the heavens? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tuliwachana na nyinyi jana, but we don't know what happened, what transpired in the night. Nobody knows, nobody understands. But what is very important for you to win in this battle, have an hourly prayer. Or program yourself 2 hours, or program yourself 3 hours. Make sure at every 3 hours there is a prayer you are doing. At every 2 hours there is a prayer you are doing. At every 1 hour there is a prayer you are doing. Program yourself. You can dedicate yourself. You say, like the Muslims, they have 5 days, five times a day, meaning they are connecting, they are talking to God every day, 5 times.
every day. Alafu akitoka huko bado ako na rosari yake, bado anakamata, bado anga yake ni moto, anga yake inaongea, anga yake imekamata, anga yake is circulated by fire. That is the essence of prayer. Si kukuja kulala hapa, na ukilala hapa unakuta watu 2 hours wameomba, wameanza kungorota. Saa 12 utakuta tena wameamuka wakisuguka huko wakisema urama shandala rebebe sokota ya robuburu nana reina mama shekende ya lala reina shendere. Hapana. Maintain the fire. Wake up. Panga, weka kwenye ratiba yako, nitakuwa nikiomba namna gani. Amuka kama ni saa 12 jioni omba, ikiingia saa 3 omba, ikiingia saa 6 usiku omba, ikiingia saa 9 usiku omba, ikiingia asubuhi tena omba, saa 3 mchana omba, saa 6 mchana omba, saa 9 mchana omba. Yani program yourself. Unakuwa hata kama you don't need that prayer nyingi masaa mingi. Hapana, hiyo ni urokole. Kwani si Catholic wanafanyaga hivi tu na wanasikika biguni? Ama mnafikiria kawasikiki? Muislamu anasemaga la kubaru, anainama tu. Muislamu anataka dakika 3 ndio aseme inastahili, ina laha, inastahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Allahu akbar. Anafanya Allahu akbar, Allahu akbar, anainama. Ona 3 minutes ameshamaliza, amerudi kazini kwake. Ijumaa ndio wanakuwa na ibada refu, kwa sababu ndio sabato yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Si maombi marefu ambayo yanafanya mbingu itikisike, ni neno tu moja. Maana Yesu anasema alinenea ule mti, na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mti umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia Rabii, tazama mti ulio ulaani umenyauka. Kwani alishinda huko akiomba, Baba, ninakuita Baba. Kumbuka Baba ulituambia tukisema Baba. He never said. He just mentioned the word and walked. Why? Because this man was on fire. Hello? This Jesus was on fire. Every time he was in prayers, every time he was fire. So everywhere you go, you don't need to go and tuombe kwanza. Hapana, ni kunena neno na Bwana akuponye katika jina la Yesu Kristo, na unaondoka. Because every single minute you are on fire. Every single minute you are connected to the fire. You are connected to the electricity of heaven. You are connected. Therefore, there is no need. You will not waste time seeking God first. No, because already you have God. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are struggling in churches because we first come to seek God. Ndio nakuta lazima tuingie hapa asubuhi, tuombe tujaribu, maana tumelala tukiruka, wengine kutoka Friday ni kuruka mnyauko nini, wanakuja hapa Jumapili tunaanza kuomba tena, kujaribu kutafuta connection, and sometimes the connection fails. Unakuta praise and worship wamejaribu kujitafuta, imepotea. Unakuta asha kule unajaribu, watu ukiwaangalia hivi unaona wamekaa walevi, wamejitafuta, they are not finding themselves. Mchungaji amekuja anajaribu hata kutafuta neno, halikuji, and that is the danger. When you keep yourself constant praying, it means the church will be constantly on fire. Bwana Yesu asifiwe sana. It means your business will be constantly on fire. It means wherever you go, hata ukiingia ndani ya matatu utasikia mama hapa akikuuliza, you are smelling like a pastor. Unajua ukiwa na moto ya Mungu kuna venye unanuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa ndani ya moto ya Mungu kuna venye watu watakuchukulia, watakuona. They will not see you an ordinary person. Utakuta mpaka mtu mlikuwa mnakaa na yeye unaona amehama kiti, maana kuna moto inamchoma, kwa sababu you are already fire. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what makes you succeed. That one day prayer, that 3 days prayer does not make you succeed. But the continuous prayers, hata kama ni ya dakika 3 per hour or 2 hours, God, the fire will be there continuously. Because the devil does not fear how you prayed yesterday. Atimulienda Kataloni. He does not care about that. That's not a big deal to him. It's not a big deal to him atimulienda Heaven's Gate atimukaoba. Tuliomba, ukashikana mikono. Ni wakati huo alikaa pale akigojea mpoe arudi. That is how the devil for you is. Devil ukimaintain fire, hakuna siku
atakukaribia, atakaa mbali akingojea, because the devil anakaanga, the Satan anakaanga mahali akingojea you make the slightest mistake for him to penetrate. Bwana Yesu asifiwe sana. But if you keep the fire, it means you will not find time. You will not find an opportunity. You will not find a position, because they position themselves to have an attack on you. But if you position yourself on fire, it means they will not be able to touch you. That is the essence of prayers. You can pray with the spirit inside. Just, I'm here, I'm praying, I'm interceding, I'm praying. Bwana asifiwe sana. Naweza kusema namaliza. Wacha watu waseme Mudosho akinyaga ira ali akinya niguo yarageria. Yes, because you are communicating. Sio lazima utoe sauti. Sio lazima ushinde ukipiga makelele mingi. Hapana. You can do that prayer without even people noticing that you have done a prayer. You can do that prayer without even people knowing. Utatani tu hivi najifanya ni kupita na pita tu naenda hivi, kumbe ni kuomba, unaomba, unazunguka. Kama ni kule kazini kwenu unaenda unachota maji kwa sink, unajifanya ni maji unakunywa, kumbe ni kuomba, unaomba. Na unaomba na unazunguka na unatakasa ile maji yako tesha unakunywa, unaenda kwa bosi yako unajifanya ni makaratasi, kumbe ni bosi unaombea. Unaenda kwa bosi, unaingia kwa room yake, kwa ofisi yake, unajifanya ni karatasi unatafuta. Na unaitafuta tu 3 minutes unaitafuta, kumbe ni maombi unaomba, unaiombea hiyo ofisi. That is how to intercede. Hiyo sasa ndio tunaitanga intercessory. Intercessory si kuja kulala hapa. Intercessory si kwenda kwa mlima. Intercessory si kwenda katoroni. Ni mzuri, it's part of it. But that continuous process, it is that which wins. It is not that one. Hiyo ya katoroni moja ati mtarudi tena katoroni next month. Hiyo hakuna maombi hapo. Hiyo siku 3 mmekaa katoroni, you are red hot. The devil was not anywhere near you. But after that mulitoka gate, mulipoa. Devil kwambia ndo amwalekia konagana tugethie ile. But if it is a process that is continuous, he will never be able, because atakuwa, he will be keeping a distance waiting for you wewe kupoa ndio akushike. Sasa hautapoa. Every hour umewaka moto. Every hour umewaka moto. Kila hour you are working uko moto, atachoka na wewe, atakuondokea. Unakuta ma breakthroughs zinaanza kuingia moja baada nyingine. That is why Jesus, wherever he went, he never prayed. Did you hear Jesus praying? No, because constantly Jesus was on fire. Bwana Yesu asifiwe sana. Constantly. Remember Moses was constantly on fire because he was close to God. Every time something happened, God would ask him, what are you carrying? Because he was carrying fire. What is in your hand? He will say, I'm carrying a stick. God will tell him, where I'm jigger. That is not a stick, that is my power. Drop it, and he will drop it, and it will turn to be a snake and swallow every snake there. Because these people, they were on fire. That is why Muslims, they are able to conquer areas, because they are always on fire. They come to your area, kama area hii. All of them kama wamekuja wanane, every single second they are on fire. Watakosa kukushinda. Teo hatakosa kukujinga. Ukienda kwa mchawi is constantly on fire, maana anakaanga kwenye madhabahu yake. Na kama ni hilisi amejifugilia kwa masuruali, kwa wapi, kila mahali amejifugilia mahilisi. Huyo mtu anakuwa constantly on fire. Bwana Yesu asifiwe sana. Maintain madhabahu yako kila wakati, maintain madhabahu. Ukimaintain madhabahu yako yakwe kwenye moto, shetani hata karibia yale madhabahu. Hata karibia. They will not be able. That is the wind, how to win the battle using prayers. Ndio kwa maana Yesu alienda akakuta mti, maana alikuwa na njaa. Yesu alikuwa na njaa. Na alipofika akakuta ile fig tree, akaiangalia hivi, akaangalia hakuna matunda, akailani na ikakauka. Na ndio nasema utakuwa na uwezo wa kuambia hata mlima toka hapa enda pale, na itaenda. Why? Did you pray? No, you commanded. And that's why I normally tell you, I'm not your prophet, I'm not your pastor, I'm a commander. I command spiritual realms. You just tell them, because I understand myself and I know the relations I have with God, and I know how I communicate with my God. Every single minute of my life, I am praying. Every single minute of my life, I'm ever praying. Nanga wakati mwingine naweza kuja uniogeleze na ufikirie nimesikia, sikusikia. Na ukizidi sana ukijaribu kuinterfere na line yangu, na kuambia wewe utoke tu kidogo, toka kwenda. Nenda kuja sura inakaa baya, kwenda
Yeah, because you are trying to delink me from the line. Because mine, I have connected myself to the life wire. Connect myself to the transformer itself. So the fire is coming every single minute. Not that wewe ukienda, wewe nitakwambia enda mlima na wewe utatoka mlima na kile utakuja ni kufanya deliverance bado. Ukiwa moto na mioto yako ya mlima utakuja bado nitakukarakarisha hapa. Pepo toka na utaona sasa hiyo nitakuwa nganga James. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I am constantly, wewe ni once per month, I am constantly on fire. So when you are constantly on fire, you don't pray. You do what? You command. Bwana Yesu, because already you have yourself. You already have the fire, it is with you. You already have the authorities. Because when the power is inakurotate every time iko na wewe, inakuzunguka. It means the power, release of the power is easy. You just release your mouth, you command. Na vitu vinafanyika. Bwana Yesu, hiyo ndio siri. Unaona watu wengi, they are thriving. Mungu kanisa moja na watu, wengine they are thriving and you are not thriving. Why? And na wewe ni mwombaji, ukijisema, ukifikiria. Lakini mwombaji wa siku ngapi? Siku 2. Yesu umeomba siku 2 na siku 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku 5 umerudi kwa baridi. Sasa siku 5 tena ukikuja tutakutoa kwa freezer. Hiyo siku 2 ulisema uliomba, siku mzima yote ilikuwa ya kutolewa kwa freezer. Kwa hivyo uliomba siku ngapi? Siku 1. Na siku 1, katika hiyo siku 1 ulikuwa kwa Facebook. Ulikuwa kwa TikTok. Within hiyo 24 hours, kitu 12 hours ulikuwa kwa TikTok. You are not. You wasted your time. You wasted your energy, you wasted your bundles, you wasted everything. You are not in prayers. Bwana asifiwe sana. Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Why? Kwa nini anamwambia hivyo? Anamwambia waamini Mungu, maana huyu Mungu ukikuwa na yeye, kuamini Mungu ni kukua na yeye constantly. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini na waambie yeyote atakayeambia mlima huu ng'oka akatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu una uwezo, you have the confidence kuambia mtu katika jina la Yesu Kristo ugonjwa huo umeondoka. Why? I did not pray. Nimesema katika jina la Yesu Kristo, the disease has gone. In the name of Jesus, I command this thing to happen. Na unaona zina happen. Why? Because I am constantly. Pia nakuwa na kipawa, lakini pia I am constant. Because unaweza kuwa na kipawa, lakini kipawa kile, it is not concentrated on the fire of heaven. You can be a good preacher but not concentrated. Na ndio naonanga tumehandle David mpaka amekuwa sasa, because we need to handle him. Maana David ni mtu wa kurukaruka. Sasa ile tumeanza kuhubiri ndio anapaka kiti pale. Sasa ile tumefanya ndio anapaka kiti. Unakuta kuna roho fulani inajaribu kumuondoa kwenye moto, because they know him. They know him. Akikaa kwenye moto dunia yao itachomeka. Akikaa kwenye moto, ulimwengu wao utakuwa katika mashakani. So what will do? They will keep you busy. Bwana Yesu asifiwe sana. They will keep you busy, and many of us are made to be so busy doing nothing. Are made to be so, unakutako hapa, unakwenda hapa, na ndio unakuta wachungaji. Ndio unakuta mchungaji yote mwenye hana board si mchungaji. He's headed nowhere. Mchungaji mwenye hana kamati ambaye ameipatia mamlaka yote, imtawale, imguide. Kwa sababu nikikosa nikikosa kuwa na a strong body that will guide me, I will mislead you, I will take you to the river na nitawaangusha huko ndani. Sasa I need people ambao walifanya, wamesoma maidi yangu, washafanya, wameniondolea vitu hizo zote. So what is remaining with me is just prayers. So nitadeliver. Maana kuna timu imeniondolea mzigo. Na ndio Musa aliambiwa tafuta watu wa kukusaidia. Ndio Yesu aliambiwa tafuta watu wa kukusaidia. Maana you are needed to be in constant. Yesu kila wakati alikuwa na Mungu. Ako kwenye mlima. Kama hayuko kwenye mlima, ako mahali fulani. Yani the man was always praying. Na usiku wote alikaa na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku wote alikaa na Mungu, alitembea na Mungu. Kukiwa mchana, what happened? Alikuwa tu na command. Wewe mama, ati miaka 12 nimemwaga damu, umesamehewa dhambi zako. Na anaenda. Mtu mwingine akakuja, imani yako imekuponya. Wengine akalikuta naye akamwambia amuka koja kefale naodhi. He never prayed for anybody. Akafika kwa Lazarus, he went and murmured to God, and then he came back and they said, Lazarus came out. Why? Because the fire that is in him is helping him to command things, and the things are hearing him. You can only be heard by the spiritual realm based on the fire that is in you. Kama hauna moto basi wewe bure tu utashinda hapo kiomba. Ndio utashinda hapo kisema kiambia Mungu bakalini. Sasa kama ni bakalini na unamuomba leo asubuhi, utamuomba tena kesho asubuhi. Ni bakalini. Yes, alikuja, lakini ulipotoka tu kaingia kwenye baridi ukawekwa kwenye freezer. Sasa hizi umekauka. Na ile time ulikuja kumuuliza bakalini, bado uko kwa freezer. Unaomba Mungu hajaelewa nini unatafuta. Maana anakuambia unaambia Mungu ni bakalini, anafikiria ni venye uko kwa freezer, uko baridi. Sasa atakusaidia kutoka kwa baridi, na ukitoka kwa baridi unaanza kurukaruka huko. Basi kisha wewe Mungu ashaenda safari kwa sababu alikutoa kwa hiyo baridi. Tena unajirudisha kwa baridi, tena nakuja kesho. Unasema bakalini, Mungu bakalini. Ni baridi toka kwenye baridi. Sasa hiyo masaa mawili ulikuwa medicate ya kuomba ni ya kutoa baridi. Jiweke ukue moto kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Put yourself in position of fire every single moment, every single time, every single hour. Let yourself be on fire. Let yourself be on the power of God. Yani kwa kila kitu unafanya, moto wa mbinguni ukue pamoja na wewe. Na hiyo ndio kushinda. And that is how you can be able to win any battle. Prayer warriors, si watu wa kukuja kulala, si watu hawana mahali ya kulala sasa wamepata mahali ya kuja kulalaga. Hapana, prayer warriors, dedicate yourself. Mnasema hata watu wawili wametosha, mtu mmoja ametosha. Unakuwa Monday kuna watu wanaomba, Tuesday kuna watu wanaomba, Wednesday kuna watu wanaomba, Thursday kuna watu wanaomba, Friday kuna watu wanaomba, Saturday kuna watu wanaomba, Sunday usiku tukitoka kuna watu tutawacha hapa wakiomba. Jiulize kutoka uangie kanisani, what has changed? Kumalira waingirire kanithaini kutoka siku ile uliokoka Roda, what has changed? Is the presence of God walking with you? Have you changed physically? Because if God is walking with you, even your physical nature will be a good example, as something to showcase. You must change. If your physical, if your inner part is dealt with, your outer part will be shown. People will see it. People will see how God is powerful. How your God is so powerful. Maombi, you must be constantly be praying. Every single hour, every single minute, every single second, you must be prayers. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio lazima ufugue kinywa ate leo ule tulihoyagira ko. Mdomo yako si umebeba. Si uko na ulimi yako. You can pray in the spirit. Hata kuna wengine wanaombaga. Mimi kutoka nyumbani as I'm driving, I am in prayers. As I'm driving my car, wherever I go, I am in prayers. Na utajua naomba. Utaona tu nimenyamaza. That is how to keep your life be on fire. That is how to keep your marriage to be on fire. That is how to keep your business be on fire. Keep this place be on fire. Wherever you are, ukiwa pale, every hour, hebu tufanye sasa this week, kutoka leo, tuende mpaka Jumapili ijao. Every hour, at the top of the hour, do a prayer. Remember me. Remember the church. Remember the business. Remember your family. Remember your children. At the top of the hour. Fanya tu kama 2 minutes prayer. Just to wacha na hiyo mrefu. Yesu aliambia muti kauka. Muti kafanya nini? Alidioma. Alikuta mama for 12 years anamwaga damu. Alimwambiaje? Umesamehewa dhambi. Simple as that. Because Jesus was hot. This man was ever in prayers, ever communicating, ever related, ever intact with God. Once you are ever intact with God, nobody will be able to defeat you. Keep your relationship with God.
Maintain the relationship. Keep the fire. Usiitwe uchi, usiitwe kipofu. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu isiyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako usionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Uache ukusi, kitu ambacho kimetengenezekwa, kitu kimechomwa. Hello, kitu kimepitia. Mtu anajua heshima si utumwa. Mtu anajua kumheshimu mtoto na anaheshimu mtu mkubwa. Maana kitu mahali amepitishiwa, anajua ni Mungu tu. Kama si Mungu basi hajui. Yaani iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Maana kitu ambacho kimepitishiwa kwa moto, kicho ndicho kiko na value, kinakupa manukato mazuri. Nataka kukuja hapa upate kuwa tajiri, na mavazi uvae meupe kama hii, meupe pepepe. Mavazi meupe ni moyo wako kuwe mzuri, akili zako zikuwe nzuri, wewe mwenyewe uwe mtu mwenye taadhima, mtu mkubalika, mtu tajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Upate kuvaa aibu ya uchi yako, uvae mavazi ufunike uchi wako, wa kuwa empty in the head, kuwa empty in the spirit, kuwa empty in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Usionekane, na dawa ya macho yako, kujipaka macho yako upate kuona. Yaani hii ni gani sasa? Ni hii tunapaka hapa ama ni gani? Ama ni hii tunaweka hivi? Food for thought. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na nini? Na bidii, ndio fanya nini? Ukatubu. Ukae jinsi Mungu anavyotaka. Tumesikilizana sasa? Kiherehere tuache. Hakuna mtu special hapa. Kiherehere tuache, tutafute Mungu. Tuwe constantly, every single hour. Wiki hii yote tujaribu Mungu wetu hii wiki yote. Kila at the top of the hour unaomba. Hata kama utafanya hivi, unaomba. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura Waruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, Mezzanine Floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi.